Katika historia ya dunia, bahari imekuwa ikificha siri nyingi, mojawapo ikiwa ni visiwa vinavyoonekana na baadaye kutoweka. Wasafiri wa bahari, wanajiografia na wanasayansi wamewahi kuripoti kuwepo kwa visiwa ambavyo vimeonekana kwenye ramani kwa miaka mingi, lakini viliripotiwa tena havikuwepo kwa miaka ya baadaye. Kwa muda mrefu watu walihusisha matukio haya na hadithi za ajabu, mizimu ya baharini au hata ustaarabu uliopotea. Lakini sayansi imejaribu kueleza baadhi ya visiwa hivi kwa kutumia ushahidi wa kijiografia na mazingira ya bahari. Katika makala hii tutachunguza mifano halisi ya visiwa vinavyoonekana na kutoweka, nadharia zinazoweza kuelezea matukio haya na hadithi zilizojitokeza kutokana na mafumbo haya duniani. Kisiwa cha kwanza ni kisiwa cha Bameja, ambacho ni miongoni mwa visiwa vilivyopotea kwenye ramani. Katika karne ya 16, kisiwa hiki kilionekana kwenye ramani nyingi za zamani za Wahispania kama sehemu ya ardhi katika Guba ya Mexico. Lakini kufikia karne ya 20, hakukuwa na ishara yoyote ya kisiwa hiki hata baada ya kutafutwa kwa teknolojia ya kisasa ya satellite na sona. Kisiwa hiki hakikuweza kupatikana tena kwenye ramani za kisasa. Baadhi ya nadharia zinaeleza kuwa huenda kisiwa hiki kilizama kutokana na mabadiliko ya kijiografia au hata hakikuwahi kuwepo, bali lilikuwa ni kosa la uchorwaji wa ramani. Kisiwa cha pili ni kisiwa cha High Brazil, kisiwa cha ajabu cha Ireland. Katika karne ya 14, kisiwa hiki kilichopo magharibi mwa pwani ya Ireland kilitajwa katika ramani za bahari za zamani, kikisemekana kuonekana kwa kipindi maalum na kufunikwa na ukungu mzito sana. Hadithi za ki-Ireland zinasema kuwa kilikuwa ni nyumbani kwa ustaarabu wa hali ya juu sana na watu wake waliweza kuzuia wageni kwa nguvu za kichawi. Baadhi ya watafiti wanaamini kwamba kile watu walichokiona ni Fata Morgana, ambao ni muonekano wa kimazingira unaoweza kuonyesha taswira ya kitu kilicho mbali kama kisiwa kinachoelea. Na kisiwa cha tatu ni kisiwa cha Saraan, kisiwa kilichopotea katika bahari ya Pacific. Katika karne ya 19, kisiwa hiki kilichokuwepo karibu na Ecuador kilionekana kwenye ramani za zamani, lakini baadaye hakikuonekana tena baada ya mwaka 1932. Inawezekana kisiwa hiki kilikuwa kisiwa cha mchanga kilichosombwa na mikondo ya bahari. Hebu sasa tuangazie sababu mbalimbali za kisayansi zinazoweza kuelezea kutoweka kwa visiwa hivi. Sababu ya kwanza ni kutokana na volkano na matetemeko ya ardhi. Baadhi ya visiwa hujitokeza kwa ghafla na kutokana na milipuko ya volkano chini ya bahari. Visiwa vya volkano vinaweza kuzama tena kutokana na shughuli za kijiolojia. Mfano, kisiwa cha Hunga Tonga kilichojitokeza mnamo mwaka 2015 na kisha kuzama tena baada ya miaka michache baadaye. Lakini sababu ya pili ni mmomonyoko wa bahari na mabadiliko ya tabia nchi. Baadhi ya visiwa vinavyoundwa na mchanga au miamba dhaifu vinaweza kupotea kutokana na nguvu za mawimbi makubwa na kupanda kwa kiwango cha bahari. Kisiwa kinaweza kuwa halisi, lakini baadaye kikasombwa na maji polepole. Sababu ya tatu na ya mwisho ni kutokea kwa Fata Morgana. Fata Morgana ni muonekano wa kimazingira unaotokea wakati kuna tofauti kubwa za joto kati ya safu za hewa ya juu ya bahari. Jambo hili linaweza kufanya kitu kilicho mbali kuonekana kama kisiwa kinachojitokeza na baadaye kutoweka. Kwa miaka mingi sana kumekuwepo na hadithi ya visiwa vya ajabu na maarufu ambavyo vimetoweka kabisa katika ulimwengu. Mfano ni hadithi ya kisiwa cha Atlantis, kisiwa kilichozama baharini. Mwanafalsafa wa Kigiriki Plato alielezea kuhusu ustaarabu wa kisiwa cha Atlantis kilichopotea ghafla kwa kuzama chini ya bahari. Watu wengi wamejaribu kutafuta kisiwa hiki cha Atlantis katika maeneo kama bahari ya Atlantic, Mediterranean au hata chini ya barafu za Antarctica. Ingawa bado hakuna ushahidi wa moja kwa moja, wanasayansi wanahusisha
kuhusisha hadithi hii na matukio ya kweli ya kupanda kwa usawa wa bahari. Lakini hadithi ya pili ni hadithi ya kisiwa cha Kumarkandam, kisiwa kilichozama kusini mwa Asia. Hadithi za Kihindi za Tamil zinataja kuwa kisiwa cha Kumarkandam lilikuwa bara kubwa lililozama chini ya bahari ya Hindi. Wanasayansi wanahusisha hadithi hii na mabadiliko ya kijiografia yaliyotokea baada ya enzi ya barafu, ambapo sehemu nyingi za ardhi zilifunikwa na maji. Sayansi inaendelea kugundua maeneo mapya ya bahari na visiwa vipya hujitokeza kutokana na milipuko ya volkano na mabadiliko ya tabia nchi. Mfano wa kisiwa kipya kilichojitokeza nchini Japan mwaka 2021 kutokana na mlipuko wa volkano chini ya bahari. Visiwa vinavyoonekana na kutoweka ni mojawapo ya mafumbo ya bahari ambayo bado yanavutia wanasayansi na wasafiri duniani. Wakati baadhi ya visiwa vinaweza kuelezwa kwa nadharia za kisayansi kama shughuli za volkano, mmong'onyoko wa ardhi au muonekano wa kimazingira, lakini vingine bado vinaendelea kuwa sehemu ya hadithi na uvumi wa kale. Teknolojia mpya kama satellite na sona zinaendelea kusaidia katika kugundua maeneo ya bahari yasiyojulikana, na huenda siku moja tukapata majibu kamili kuhusu visiwa hivi vya ajabu. Je, unafikiri kuna visiwa vingine vya ajabu vinavyoweza kugunduliwa siku zijazo? Mpaka hapo sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.